Hi guys, assalamu alaikum. Mambo vipi? Karibuni sana Swahili Mapishi. Leo tunaenda kupika kuku wetu wa baked chicken. Nilikuwa na hamu sana kula huku kwa sababu muda nakula samaki. So leo nikasema no, I need to eat chicken. So baada hapo nikamchukua kuku wangu, nikamtoa kwenye plastic bag. Nikamweka pembeni. Sikuwa na taulo ile ya kufutia mnyama, so nikamweka pembeni atoke maji kidogo. Baada hapo nikawa na hoho zangu, napenda kutumia hoho za rangi. So zinavutia chakula pia. So nikaona ya orange, green and red, nikakatakata, then nikachukua na kitunguu. Nikakatakata kama unavyoona. Baada ya hapo napenda kuweka hizi coriander leaves jigilani kwa sababu zinakuwa zina harufu nzuri. So ni nzuri pia kutumia kwenye chakula. Nikaona broccoli pia, nikaskatakata. Kwanza nimeosha, pia nikakatakata, nikaweka pembeni. Kama unavyoona, nikaweka kwenye bakuli langu kwa sababu baadaye lazima ni uchanganye ili ziweze kuchanganyikana vizuri. Baada hapo nikachukua unsalted butter ambayo haina chumvi kabisa, nikakata nikaweka pembeni. So nikaanza kumix spices zangu. Spices unaweza kumix zote unazozipenda wewe kwa sababu ya chicken kupata ile taste. Lakini mimi niliweka pilipili manga, nikaweka this seed, nimesahau seed zinaitwa nini. Lakini unaweka spices zote unazozipenda wewe. Lakini usisahau garlic paste, kitunguu saumu na tangawizi. Baada hapo unaweka na mafuta kidogo, una mix. So ni wherever unavyopenda wewe. Usisahau kuweka chumvi pia, lazima uweke na limau moja. Baada hapo nikamchukua kuku wangu, nikaanza kupaka kwa juu viungo vyangu vyote vile unavyoviona. Unahakikisha unanyanyua skin yake juu, unaweka kwa ndani pia ili zile spices ziingie kwa sababu ukishakuwa baked inakuwa na ladha nzuri sana. So baada hapo nikaacha kwanza viungo vingi kama masaa mawili hivi. So nikaenda nje kurefresh. Nikasubiri spices ziingie kwenye ile chicken. Leo ilikuwa nzuri sana leo. Ilikuwa nzuri, very calm and cool. You see? So baada ya masaa mawili au 1 hour and a half, nikachukua zile viungo vyote za vegetable pamoja na ile unsalted butter, nikaanza kuweka katikati. Hiyo inasaidia kutia harufu zaidi. Nikaanza kuweka huko pembeni pia. Yes, kama unavyoona. And this recipe is very easy and simple. So baada ya hapo nilikuwa na mahindi yangu haya, niliyaweka spices. Nitaposti video nyingine siku nyingine jinsi ya kuweka spices. Then unaziweka kwa fridge. Zinatakiwa zigande zaidi ili spices ziingie. Ukifanya hivyo mahindi yanakuwa matamu sana. Pia nilikuwa na potato zangu, viazi vangu vidogo pia niliviweka spices pia. Nikaviweka kwa fridge, zikaganda kabisa, zikawa na ice. So ilikuwa nzuri sana. Baada hapo nikabake kwa moto 340, alafu kwa lisali moja kwa sababu unajua chicken ni mkubwa Yes. Kama unavyoona, yani chicken ilikuwa tamu mno, very soft. Spices ziliingia mpaka ndani. Pia nilikuwa na sauce yangu hapo nilitengeneza. Kutengeneza sauce is very easy. You have to have mayonnaise, egg, butter kidogo, lemon. Yep. So ilikuwa tamu sana. Nilikuwa na zile viazi. Ilikuwa tamu sana. So unakula zako chicken kidogo, then unakula viazi kidogo, then unakula na zile mahindi kidogo. Ni nzuri mno. This recipe is very easy, very simple. Inakuchukua tu kama masaa mawili na nusu au matatu hivi kusubiri ile viungo viingie kwa chicken na nini. Karibuni sana Swahili Mapishi. Usisahau kusubscribe and share.